Kwa habari ya kwamba Yesu yeye ni pumziko kwa waliolemewa na kuchoka na mizigo mizito kwenye maisha yao. Yeye anatoa mwaliko, anasema njooni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na msumbukao na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Na nikasema hivi kwamba Yesu alipumzisha watu wengi sana ambao tuliwaangalia siku ile ya jana, lakini sina habari ya kurudia tena huko nyuma. Leo nataka nizungumze na wewe ujumbe wenye kichwa kinachosema Yesu alimaliza yote msalabani. Mwambie jirani yako, Yesu alimaliza yote msalabani. Mwambie tena, hajasikia. Yesu alimaliza yote msalabani. Ndiyo, Yesu alimaliza yote msalabani. Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mwanadamu akiwa katika maisha ya utakatifu, aliumba akiwa mkamilifu kabisa, lakini baadaye kukaja roho ya uharibifu, akaja shetani, akaja kumdanganya yule mtu wa kwanza aliyeitwa Adamu na mke wake. Baada ya kuwadanganya, wakaasi, wakamtenda Mungu dhambi, na Biblia inasema ya kwamba walipokuwa wameasi, Mungu akawaadhibu kwa sababu ya maovu waliokuwa wanayatenda. Baada ya hapo, wanadamu wote waliokuwa wanazaliwa walikuwa wako chini ya dhambi, ya utumwa wa dhambi, wanatumikishwa na adui shetani. Lakini Mungu ashukuriwe, katika 3:15 katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema ya kwamba na huo uzao wa mwanamke utamponda kichwa huyo nyoka au ibilisi. Nataka nikwambia kwamba Yesu alitabiliwa toka zamani ya kwamba atazaliwa kwa ajili ya kuja kuharibu kazi za adui shetani, na sio kuharibu tu, alizaliwa ili aje kupatanisha kati ya Mungu na mwanadamu. Biblia inasema baada ya hapo watu wote waliokuwa wanazaliwa walikuwa wako chini ya dhambi. Watu wote waliokuwa wanazaliwa, mimi na wewe wote waliotokana na Adamu, walikuwa wako chini ya laana. Kwa hiyo walikuwa wanatembea na laana, walikuwa wanatembea chini ya dhambi. Biblia inasema ya kwamba Mungu akaandaa mpango wa ukombozi, akasema sio vema huyu mwanadamu niliyemuumba kwa sura na mfano wangu aangamie hivi hivi. Hapana, ndipo Mungu akaanza kuandaa mpango wa ukombozi, na Biblia